mwanamke aliyenipa. Huyu mwanamke uliyonipa ndio aliyefanya haya. Ndio aliyenipa lile tunda nikala. Kwa hiyo wakaanza badala ya kusema samahani. Haleluya. Badala ya kutubu, badala ya kusema Mungu najua lile tunda uliotukataza tusile ndio tumekula, ndio maana tumekuwa katika hali hii. Kwa hiyo ikaanza lawama. Kwa hiyo unapoweza kutenda dhambi lazima uanze lawama. Mara ilikuwa, mara sijui ni nani, mara huyu ndiye aliyefanya, na ndivyo inavyoonekana katika dunia leo. Kwa hiyo watu wengi wanapotenda dhambi, badala ya kutubu, badala ya kwenda samahani, anaanza sababu nyingi. Yalienda yalirudi. Unajua ni fulani. Unajua bila wewe kufanya hivi, basi mimi nisingefanya hivi. Unajua fulani ndio aliyesababisha mimi nikaenda. Unajua ni wewe mume wangu ndio uliyefanya nikafanya hivi. Unajua ni wewe mke wangu, singefanya hivi isingekuwa hivi. Baada ya kusema samahani. Bwana atusaidie sana. Kwa hata wale wazazi wa kwanza Adam na Eva walianza kutupiana lawama. Tumesoma hapo katika ule mstari ule mstari wa 12 mpaka 13. Tumeona neno limetueleza mahali hapo. Na pamoja na hayo waliingia katika maisha ya mapambano ya kudumu na adui yao Shetani. Bwana tusaidie sana. Wakaingia katika mapambano ya kudumu. Tunaona kabisa sasa ikaanza, maana Mungu aliahidi. Tumesoma kabisa pale kwamba Mungu alisema, ewe nyoka uliofanya hivi, basi uzao wa mwanamke watakuponda kichwa na wewe utawaponda nini? Kisigino. Kwa hiyo uadui ukaanza mahali pale. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo wakaishi katika maisha ya kupambana. Shetani anawatafuta na huku tena na wao na sisi hivyo hivyo tunaendelea kupambana. Kwa hiyo waliishi katika maisha ambayo yalikuwa sio maisha ya amani kwa sababu ya dhambi. Kwa hiyo madhara ya dhambi yakaleta matokeo mabaya. Kwa hiyo ikawa katika maisha ya kuendelea kupambana katika dunia. Ni sio hapo tu. Tunaona kabisa kuanzia ule mstari wa 16 na kuendelea. Tunaona jamii yao yote iliingiliwa katika migongano kutokana na dhambi yao. Watoto wao wakazaliwa katika dhambi na ufahamu na ujuzi wa mema na mabaya. Bwana tusaidie sana. Amina. Tunaona kabisa watoto waliozaliwa na Adam na Eva wakaendelea katika maisha ya shida. Bwana tusaidie. Wakaendelea kutenda dhambi. Wakaendelea kufanya mambo ambayo hayastahili. Ndipo tunapoona vizazi hadi vizazi vikaendelea kufanya mambo ambayo hayastahili. Ndio tunaona wakafanya mambo ambayo yalikuwa sio mazuri. Mpaka gharika ikaja kawapata madhara, mambo mengi, Sodoma na Gomora. Yaani wakaendelea kutenda mambo ambayo si mazuri kwa sababu ya dhambi. Kwa hiyo dhambi ni mbaya. Bwana atusaidie sana. Tunaona madhara yake si mema. Tunaona matokeo yake ni mabaya. Mwisho yanaleta kifo, yanaleta vitu ambavyo havifai. Kwa hiyo vizazi vinavyozaliwa, watoto walipokuwa wanazaliwa wakazaliwa hivyo hivyo. Ndio ile tunasema mtoto wa chui ni chui, si ndio jamani? Mtoto wa simba ni simba. Kwa hiyo hata hivyo hivyo mtoto yule ambaye aliendelea kuzaliwa kufuatana na kizazi hiki cha Adam na Eva wakazaliwa katika hali ambayo haifai. Ndipo tunapoona wakaendelea katika hali ya kupambana na maisha ambayo yalikuwa sio maisha yao. Maana maisha yao yalikuwa ni maisha mema ya kula na kunywa. Yalikuwa ni maisha yao ya kula matunda. Yalikuwa ni maisha yao ya kuishi maisha mazuri ambayo hayana mfano hata kuelezeka. Lakini kwa sababu ya hayo yote ikawa hivyo. Lakini matokeo yake makubwa zaidi tuliposoma katika hiyo Mwanzo 3:17 mpaka 19, tumeona kazi yao iliingiliwa na migongano kutokana na dhambi yao. Sio hilo tu, tuliona kabisa wakapata hadi kufa kimwili. Bwana atusaidie sana. Maana kifo kilikuwa hakipo. Maana tumeona kabisa kwamba tuliposoma katika ule mstari wa 20, tumeona Mungu aliwavika ngozi. Aliwavika nini? Ngozi. Ngozi ilitoka wapi? Maana yake kuna mnyama alichinjwa mahali pale. Ndio mara ya kwanza kuona damu, kuona kitu kinachinjwa mahali pale. Kwa hiyo ikabidi sasa Mungu awavike ngozi. Maana ngozi ilikuwa hazipo. Bwana atusaidie sana. Maana walipo ile kwanza ile walikimbia wakajificha, wakajivika na majani. Wakajiona wako uchi wakajivika na majani. Lakini baadaye wakaingia katika maisha sasa kupambana nini na wanyama zao na nini. Tuliona kabisa Mungu sasa
akachinja mwana kondoo, akawavika ngozi, na kisha sasa wakaendelea na maisha yao. Lakini maisha hayo yote